Ni wakati mwingine tena wa simulizi yetu inayokwenda kwa binti Rozi. Rozi alikubali kwamba kaka yake, kama unataka nikutafutie mchumba, nipo tayari, na sio yule ambaye nilimkuta kule Mwanza kwenye nyumba unayoishi. Basi bana, simu ziliendelea kuita kutoka Mwanza, huyo mchumba wa mchongo wa Mikaeli akiwa anapiga simu nyingi sana. Basi Rozi alikuwa anaziona, lakini kaka yake alikuwa hapokei. Basi Rozi alimwambia, mpokelee huyo simu yake, ama kama hutaki kupokea nipe mimi nipokee. Kaka yake kampa simu, Rozi akapokea. Akamwambia, dada, samahani, sikufahamu, hunifahamu, lakini yakini unanifahamu kuwa mimi ni dada yake Mikaeli. Kama ulikuwa unadhani mimi naigiza kusema huyu ni kaka yangu, basi kama ulikuwa unataka kuolewa na kaka yangu, basi hakufai tena, tafuta mwingine. Huwezi ukanipokea vile mimi nina mpango na kaka yangu. Kaka yangu hatujui na hatuna nyumba ya pamoja ambayo ni ya familia. Tulikaacha kanyumba ketu kadogo ambako wazazi wetu walituacha nako. Kwa hiyo tunatakiwa tujenge kwetu, lakini wewe ukasema si nini. Basi kapita. Dada yake Mikaeli ambaye ni mdogo wake alimwambia sana yule bidada akaanza kusema nisameheni. Hakuna msamaha. Mimi kuanzia leo nakwambia kaka yangu hakutaki tena, na umemtishia alipokuja huku, amesema harudi. Kwa hiyo sasa hivi tafuta kilicho chako uondoke hapo, na kama hutotaka kuondoka tunakuja kuchukua vitu vyetu, aende pengine kaka yangu. Rozi alifanya ubabe, kale kabinti kakaondoka, na kaka yake Rozi alirudi Mwanza na kuendelea na kazi zake. Hatimaye maisha yakaenda vizuri, wakarudi Morogoro, wakajenga ambapo walizaliwa na makaburi ya baba zao yalipo huko. Baada hapo kila kitu hakikwenda sawa, lakini kuna muda waliteseka sana. Kaka yake anaumwa, Rozi anaumwa, kila wakienda hospitali walikuwa hawaelewi. Kwa kuwa Rozi alikuwa ni binti ambaye ni mchangamfu na kujua, alijitahidi kuomba Mungu apone juu ya gonjwa lile, na walikuwa namwombea sana kaka yake. Maombi yalipigwa sana, akaomba, akafanya kila hatua hadi wakapona wote. Waliendelea na maisha. Baada ya muda, yule aliyekuwa mchumba wa Mikaeli akamtafuta Mikaeli, akamwambia, hamjashinda, bado kuna kitu hamjaweza, na kitu hiko kitawaondoa tu. Mnajiona mmefika sana, mnajiona mnaweza. Yalikuwa ni maneno ya vitisho kutoka kwa yule ambaye alikuwa kuwa mpenzi wa Mikaeli, kitendo ambacho kilisumbua sana fikra za Mikaeli hadi akamshirikisha Rozi. Rozi alimpa ushauri kaka yake na kumwambia, kaka, saizi tuombe tu, tusiwe watu wa kukata tamaa, tuombe kwa Mungu tufanikishe kile hatima yetu ili tuishi vizuri, lazima tujitahidi. Na baada ya hapo Rozi kaka yake kamwambia, dada yangu, sasa ndo muda ule ambao ulisema unatakiwa unitafutie mke mwenye heshima, mwenye adabu, ndo muda huo. Wakati huo kila kitu kikiendelea kwa wasaa
Rose aliamua kumtafutia mchumba mzuri. Aliamua kumtafutia mchumba wake ambaye alikuwa mchumba mzuri, mwenye heshima, mwenye adabu, sura nzuri. Maisha ya harusi ikapangwa na hatimaye harusi ikafanyika. Sherehe ilifurika, watu walijaa. Hawakuwa na ndugu, lakini hawa ndugu zake ambao ni marafiki pamoja na ndugu zake wa binti. Sherehe ilinoga sana, wakaishi vizuri wakiwa katika hatua nzuri za siku zote. Sasa baada ya miaka miwili walifanikiwa kupata mtoto, ambapo Rose alikuwa anamuita anti yake. Lakini pia Rose mwaka huo wa pili naye alipata mchumba ambaye alimuoa kwa harusi. Harusi ilifungwa vizuri sana. Baada tu ya harusi, maendeleo mengine yaliendelea. Nao wakapata watoto, huko kaka yake na watoto wawili, yeye akawa na mtoto mmoja. Maisha yalikuwa mazuri katika ndoa zao. Waliishi vizuri kwa kuwa walimfahamu Mungu kuwa ndiye kiongozi katika kila hatua. Hakuna lililowashinda. Walipeana ushauri na kuishi kama familia moja yenye upendo, na walianzisha kitu kinachoitwa makampuni ya familia yao, wakiwa pamoja na wapenzi wao. Waliishi kwa amani na upendo kwa sababu wote walikuwa ni wacha wa Mungu. Na hivyo binti Rose kuonesha ushujaa wake katika maisha ya kaka yake, na kaka yake Rose alionyesha ushujaa kumthamini dada yake katika maisha yake, kutoka katika kumsomesha, kumsaidia kila kitu, hadi kwenda chuo kusaidizana kila kitu, hadi kwenda katika hata maisha kusaidizana kila kitu, hata kuanzisha biashara, kila kitu. Ilikuwa hivyo. Katika hii simulizi mfupi ambayo nimekuletea kupitia simulizi zetu, natumai utakuwa umejifunza vingi. Natumai sana utakuwa umepata kitu kilicho bora. Hakikisha tu una subscribe channel yetu ya simulizi zetu, ili simulizi zingine uweze kuzipata kwa wakati na usawa. Rose anazo ushuhuda mkubwa sana. Anaambia, msikate tamaa. Katika tamaa kuna vitu vijinga ambavyo vinashawishika, kama kuanza kuupeleka moyo wako ili upate kitu ambacho hata wewe ukifikiria hakina ridhaa, hakimpendezi Mungu, na Mungu ndiye mpangaji wa kila kitu. Usitamani kujiunga na makundi ambayo hayana faida kwako. Usitamani kuoa mwanamke ambaye hawezi kukuheshimu, hata kudharau siku zote. Ishi na mtu ambaye unamwona nafaa kwako. Ishi na watu ambao watakuwa faida kwako na si hasara. Binti Rose alimaliza kwa kusema, katika maisha, kubali madhaifu yako yawe kizungumkazi kwa watu. Usikubali mafanikio yako yawe kizungumkazi kwa watu. Yaani, kubali mafanikio yako yasiongelewe kwa watu, na kubali madhaifu yako yaongelewe kwa watu, kwa sababu watakuona wewe ni mpungufu, lakini wewe ukijiona kamili na ukajituma katika kila hatua utafanikisha. Hilo ndio ujumbe wa Rose. Hakika ilikuwa ni simulizi nzuri yenye imetukuka. Tukutane katika simulizi ambazo zitaendelea kushuka katika simulizi zetu, chaneli yetu ambayo hii ni chaneli nzuri kwa ajili yako. Asante.